Yes, hii ndiyo sehemu pekee pa kuendelea kuhabarishana habari mbalimbali ambazo zimeendelea kusheheni huko ulimwenguni. Na hapa ni kupitishe hizi ni sajili ambazo zimefanikisha na kufanya vizuri sana huko Ulaya. Na zingine zikiwa tayari zimetamatika na zingine zikiwa ndio bado zipo katika mchakato wa kwenda kutamatika. Ikumbukwe siku ya leo dirisha rasmi limefungwa. Dirisha litafunguliwa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2016. Yani nazungumza Jumatatu insha Allah ndio dirisha la Ulaya litafunguliwa. Tutaendelea kuona tena sajili za hapa na pale. Sasa nikupitishe tu katika viunga mbalimbali vya kimichezo kujua nani kaenda wapi na wapi kaenda wapi na wapi kaenda wapi. Na wengine tunatarajia kuwatizama katika michuano ya FIFA Club World Cup. Michuano hiyo inatarajiwa kuanza kucheza tarehe 15 Juni. Yani michuano inaanza kucheza hapo siku ya Jumapili, Mungu akipenda. Taarifa ambayo ilo sheheni huko ulimwenguni ni mlinda mlango Nyanda Laboli kutokea Chelsea. Hapa namzungumzia Marcus Bettinelli, rasmi amejiunga na klabu ya Manchester City. Marcus Bettinelli amekubali kuwa chaguo la 3 la makipa katika kikosi cha Man City. Klabu ya Chelsea wamethibitisha juu ya Nyanda huyo kujiunga na Manchester City. Deal done and announcement here with there. Tukiachana na taarifa hiyo ni kujuze taarifa ambayo imeendelea kusheheni kwelikweli. Klabu ya Chelsea ipo mawindoni kumnasa winga kutoka klabu ya Borussia Dortmund, Jamie Bjorn. Awali klabu ya Chelsea iliwasilisha ofa euro milioni 35. Ofa hiyo klabu ya Dortmund iliona ndogo na kutaka ofa nono zaidi. Klabu ya Chelsea imewasilisha ofa euro milioni 50 mezani ili mazungumzo yaendelee juu ya kumpata winga huyo Jamie Bjorn. Klabu ya Chelsea inapambana mno kuhakikisha dili hili linakamilika kabla hata ya dirisha la usajili kufungwa. Klabu ya Borussia Dortmund imekataa ofa ya Chelsea euro milioni 50 ili kumnasa winga huyo Jamie Bjorn. Klabu ya Chelsea bado anamtaka winga huyo huku wamepanga dirisha la FIFA Club World Cup watarudi imara zaidi ili kuongeza ushawishi kwa Dortmund kumpata winga huyo. Jamie Bjorn anaitaka Chelsea na kakubali kujiunga na Chelsea kwa mkataba wa miaka 7, yani mpaka 2032. Lakini bado ofa waliopeleka mara ya pili pia klabu ya Borussia Dortmund hawajaitaka hiyo ofa. Wanataka mzigo uendelee kunona. Lakini kwa kijana mwenyewe Jamie Bjorn yuko tayari kujiunga na klabu ya Chelsea. Nikupe pia taarifa beki wa kushoto kutoka Rennes, hapa namzungumzia Adrian Trafford, yupo mbioni kujiunga na klabu ya Bournemouth. Klabu ya Bournemouth wanataka kukamilisha dili hilo haraka ili wamuuze beki wao wa kushoto Milos Kerkez kwenda Liverpool. Lakini pia taarifa ambayo imeendelea kusheheni ulimwenguni inahusu pia klabu ya Yanga yakanusha kudaiwa na TFF, huku klabu hiyo haijalipa pesa yao ya ubingwa kwa muda wa misimu 3 mfululizo. Bana, hii ni story ya ndani kabisa. Lakini nimekupa tu utangulizi jinsi ulivyo. Kilichoendelea pia ni beki wakati kutoka Strasbourg, hapa namzungumzia Mamadou Sarri, atajiunga rasmi na Chelsea. Beki huyo wakati Chelsea wamegharamika euro milioni 14 tu ili kumnasa beki huyo kwenye michuano ya FIFA Club World Cup. Mamadou Sarri atacheza akiwa na uzi wa The Blues, mkataba wa miaka 8, yani mpaka 2033. Here we there. TFF imeeleza kuhusu Young Africans kudai pesa za ubingwa CRDB CAF Confederation Cup. Hizo pia ni moja ya habari ambazo zimeendelea kusheheni hapo mitandaoni. Lakini pia habari ambayo imeendelea kusheheni hapo mitandaoni ni klabu ya Simba imetoa taarifa kuwa mechi ya derby ipo pale pale. Tukiachana na taarifa hiyo twende baada ya klabu ya Tottenham Hotspur kumfukuza kocha wao, klabu hiyo ipo katika hatua za mwishoni kumnasa Thomas Frank. Kocha wa Brentford Thomas Frank yupo mbioni kujiunga na klabu ya Tottenham Hotspur. Tayari amekubali dili hilo na dili hilo lipo katika hatua za mwishoni. Thomas Frank kuja Tottenham Hotspur. Klabu ya Tottenham Hotspur itatoa paundi milioni 10 kwa Brentford ili kumnasa Thomas Frank na benchi zima la ufundi.
au sio bana? Yes, taarifa zikiendelea kusheheni ulimwenguni, kiungo mshambuliaji kutoka Olympic Lyon Ryan Cherki yupo mbioni kujiunga na klabu ya Manchester City licha ya ofa kadhaa kuja mezani kutoka Ujerumani. Ryan Cherki amekubali kujiunga na Manchester City. Klabu ya Manchester City ipo katika mazungumzo ya mwishoni na klabu ya Lyon ili kukamilisha dili hilo. Manchester City watatoa kiasi cha euro milioni 41 ili kumnasa kiungo huyo. Katika mazungumzo ya leo ya vilabu, Manchester City wapo katika hatua nzuri mno na klabu ya Manchester City imeahidi kutoa ofa nzuri zaidi siku za hivi karibuni. Yes sir. Tukiendelea pia, beki wa kati kutoka Hellas Verona kitasa Diego Copala yupo tayari na amekubali kujiunga na klabu ya Brighton. Klabu ya Brighton wametoa kiasi cha euro milioni 10 ili kukamilisha dili hilo. Tayari mchezaji huyo anapata vipimo vya kimatibabu ili kujiunga na Brighton. Diego Copala ni mali ya Brighton rasmi. Here we there. Yes. Lakini pia habari ambazo zilisheheni ni timu ya taifa ya Ureno imejishindia taji la UEFA Nation League baada ya kumfunga Spain kwa mikwaju ya penalty 5-3 baada ya kutoshana nguvu kwa dakika 90 kutoka sare ya 2-2. Cristiano Ronaldo kabati la makombe bado linaendelea kuhesabika. Lakini pia kuna taarifa hapa, aliyekuwa kocha wa timu ya taifa ya Italy, hapa namzungumzia Luciano Spalletti, rasmi amefukuzwa kazi ya ukocha kuinoa timu hiyo ya taifa. Ikumbukwe kuwa kabla ya Luciano Spalletti kujiunga na Italy, alikuwa kocha wa Napoli. Alifanya kazi iliyotukuka mno ikiwemo kutoa taji la ligi kuu ya Serie A. Klabu ya Arsenal ipo mbioni kutamatisha dili la kipa wa Chelsea Kepa kwa dau la paundi milioni 5 tu. Kila kitu kimekamilika, mkataba muda mrefu kuwa mbadala baada ya kipa namba 1 baada ya David Laya, na Kepa amekubali na dili tayari limekamilika. Here we there. Yes, tukiwa tunaendelea na taarifa ambazo zimeendelea na kutikisa kwelikweli ulimwengu wa soka. Pia kiungo wa kati kutoka River Plate, hapa namzungumzia Franco Mastantuono, atajiunga rasmi na klabu ya Real Madrid. Licha ya kiungo huyo kufukuziwa na Man United hapo awali, siku za hivi karibuni klabu ya PSG iliingia katika kinaga ubaga juu ya kumtaka kiungo huyo. Katika machaguo mawili kati ya Real Madrid na Paris Saint-Germain ama PSG, Franco Mastantuono amechagua klabu ya ndoto yake, Real Madrid. Klabu ya Real Madrid imetoa kiasi cha dola milioni 45 ili kumnasa kiungo huyo. Dili tayari limekamilika. Franco Mastantuono atajiunga rasmi na Real Madrid. Lakini licha ya taarifa hiyo, kuna taarifa ambayo imeendelea kutikisa ulimwengu wa soka. Beki wa kushoto kutoka Wolves Ryan Atnour atajiunga rasmi na klabu ya Manchester City baada ya Manchester City kuiandama saini ya beki huyo wa kushoto. Manchester City wametoa dau la euro milioni 40 ili kumnasa beki huyo. Kila kitu kimekamilika. Ryan Atnour atajiunga na Manchester City rasmi, ni mwananchi. Here we there. Yes, nyingine ni kiungo wa kati kutoka AS Milan, hapa namzungumzia Tidjane Reijnders. Kiungo Mholanzi huyo yupo tayari kujiunga na klabu ya Manchester City. Tidjane Reijnders atajiunga kwa Manchester City kwa dau la euro milioni 70. Kila kitu kipo sawa, dili limekamilika. Here we there. Lakini pia kocha wa timu ya Inter Milan, hapa namzungumzia Simon Inzaghi, baada ya kikao na bodi ya klabu hiyo wameamua kuachana na kocha huyo. Simon Inzaghi anaachana na Inter Milan baada ya kupata ofa ya kuifundisha klabu ya Al Hilal nchini Saudi Arabia. Ikumbukwe kuwa kocha Simon Inzaghi amewapa Inter Milan kombe la Serie A la ligi kuu ya kandanda ya Italy, lakini pia amewapa mataji mawili ya Coppa Italia, amewapa mataji matatu ya Italian Super Cup, na ameifikisha klabu hiyo finali mara 2 ya mabingwa barani Ulaya, UEFA Champions League, huku mara ya kwanza akifikisha dhidi ya Manchester City, Manchester City akitoa ubingwa huo wa kombe hilo la UEFA. Mara ya pili akifikisha mwaka huu 2025 dhidi ya Paris Saint-Germain, na Paris Saint-Germain wakitoa taji lao la kwanza la UEFA Champions League, huku akipigwa kipigo kizito kwelikweli cha bao 5-0. Lakini pia mshambuliaji wa kati kutoka Ipswich Town, hapa namzungumzia Liam Delap, amejiunga rasmi na klabu ya Chelsea baada ya vilabu kadhaa
kutaka kumsaini mshambuliaji huyo. Chelsea tayari wameshakamilisha kiasi cha paundi milioni 30 tu ili kumnasa mshambuliaji huyo. Liam Delap tayari hatua ya kwanza ya vipimo vya kimatibabu amekamilisha na hatua nyingine tayari amekamilisha. Ikumbukwe kuwa Man United pia alikuwa kwenye mawindo ya kumtaka mshambuliaji huyo, ila Chelsea kutokana na ushiriki wake wa Champions League umemvutia haswa Liam Delap kuja Chelsea. Deal done, here we there. Tukiachana pia na taarifa hiyo, ni kujuze taarifa ambayo imeendelea kutikisa ulimwengu wa soka. Ni kiungo wa kati kutoka Arsenal, hapa namzungumzia Jorginho, rasmi amevunja mkataba na klabu ya Arsenal. Jorginho anaondoka Arsenal kama mchezaji huru. Jorginho anajiunga na klabu ya Flamengo kwa mkataba wa miaka 3 na ataanza kuitumikia klabu hiyo kuanzia michuano hii ya FIFA Club World Cup. Deal done, here we there. Lakini pia tukiachana na taarifa hiyo, ni kujuze taarifa ambayo imeendelea kutikisa ulimwengu wa wanasoka, ni kuhusiana na kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya Manchester City. Hawa ni wananchi Kevin De Bruyne. Baada ya kuagwa kuondoka klabuni hapo, klabu ya Napoli imejitoa kinaga ubaga kuhakikisha wanampata kiungo huyo kama mchezaji huru. Wanasheria wa Kevin De Bruyne wapo wanamalizia taratibu za mwisho juu ya Kevin De Bruyne kujiunga na Napoli kwa kandarasi ya miaka 3. Deal done, Kevin De Bruyne to Napoli, here we there. Lakini pia ni kujuze taarifa ambayo inaendelea kutikisa ulimwengu wa soka. Beki wa kushoto kutokea Benfica, hapa namzungumzia Alvaro Carreras, ambaye aliuzwa na klabu ya Man United, huku Man United waliweka euro milioni 18 kipengele cha kumnunua tena iwapo Man United watamuhitaji. Klabu ya Man United klabu ya Real Madrid inamtaka beki huyo wa kushoto. Mazungumzo kati ya Benfica na Real Madrid yanaendelea na mazungumzo yapo katika hatua nzuri, pengine dili hili likakwenda kukamilika hivi karibuni. Yes, ni kujuze pia aliyewahi kuwa kocha wa Man United na Ajax, hapa namzungumzia Erik ten Hag, yupo mbioni kujiunga na klabu ya Bayern Leverkusen. Klabu ya Bayern Leverkusen inamtaka Erik ten Hag ndio mrithi wa Xabi Alonso, ambaye mwisho wa msimu huu Xabi Alonso anaenda kuwa kocha wa Real Madrid. Deal la ten Hag kujiunga na Bayern Leverkusen linatarajia kumalizika hivi karibuni, na announcement ya klabu tayari imeshatangaza juu ya kumnasa kocha huyo Erik ten Hag. Wataalamu wanapenda kumuita Erik Kumi Hag. Lakini pia beki wakati kutoka Bayern Leverkusen, hapa namzungumzia Jonathan Tah, atajiunga rasmi na klabu ya Bayern Munich kama mchezaji huru. Mchezaji huyo atajiunga Bayern Munich kwa kandarasi ya miaka 4 mpaka 2029. Huku rasmi atasaini mkataba huo kabla ya michuano ya kimataifa ya Nation Leagues. Lakini michuano hii ya Nation Leagues tayari imeshakamilika. Kijana huyu tayari ameshatangazwa ni chuma cha Bayern Munich. Tayari Jonathan Tah ameshatua Bayern Munich. Lakini pia katika mawindo ya Arsenal juu ya kumpata mshambuliaji kutoka Real Madrid, hapa namzungumzia Rodrigo Goes. Dili hili limekuwa gumu sana licha kuwa na mazungumzo kati ya Arsenal na Rodrigo Goes. Kizuizi kikubwa kipo kwenye mshahara anaotaka Rodrigo Goes. Rodrigo Goes anahitaji euro milioni 10 kwa mwaka, jambo ambalo Arsenal wanaona ni kubwa sana. Rodrigo Goes yupo tayari kuondoka Real Madrid ikiwa Arsenal wataleta ofa nzuri. Lakini pia licha ya Arsenal kuhusishwa na Rodrigo Goes, mchezaji kutoka klabu ya Real Madrid, klabu ya Arsenal bado inaendelea kufukuzia saini ya mshambuliaji kutoka klabu ya RB Leipzig, hapa namzungumzia Benjamin Sesko. Arsenal wameonyesha interest kubwa kumtaka mshambuliaji huyo wakati, licha ya mshambuliaji huyo wakati kuwindwa na klabu ya Al Hilal ya huko nchini Saudi Arabia. Lakini mchezaji Benjamin Sesko target yake si kuondoka katika michuano ya Ulaya, target yake ni kuendelea kubaki katika michuano ya Ulaya. Je, Benjamin Sesko atakwenda wapi? Hiyo ni tunasubiri kuona mwisho wa siku mambo yatakavyokuwa. Licha hivyo, dili la hapa katikati limeendelea kuwa na kikwikwi sana kwa pande zote mbili, hususan kwa mashabiki wa Arsenal lakini pia kwa mashabiki wa Real Madrid. Hapa namzungumzia kiungo wakati kutoka Real Sociedad, Martin Zubimendi. Martin Zubimendi, awali tuliambiwa kwamba klabu ya Arsenal ipo katika hatua nzuri ya kukamilisha kumsaini kiungo huyo wakati kutoka klabu ya Real Sociedad, lakini ghafla Real
Real Madrid yameingia katikati juu ya kumnasa kiungo huyo wakati kutoka Real Sociedad. Lakini nikutoe wasiwasi mwana the Gunners, nikutoe wasiwasi wewe shabiki wa Arsenal, bado Arsenal yupo katika hatua nzuri zaidi ya kumpata kiungo wakati kutoka Real Sociedad, Martin Zubimendi. Martin Zubimendi anaitaka Arsenal licha ya Real Madrid kuja katikati. Lakini pia nikufahamishe taarifa inayomhusu kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya Bayer Leverkusen. Hapa namzungumzia Florian Wirtz. Yupo tayari kujiunga na Liverpool. Baada ya Liverpool kuingia kwenye dili hilo, Florian Wirtz alikuwa anahitajika sana na Bayern Munich, lakini Florian Wirtz hayupo tayari kubaki Ujerumani. Klabu ya Liverpool imewasilisha paundi milioni 110 kwenye klabu ya Bayer Leverkusen ili kumnasa kiungo huyo Florian Wirtz, lakini bado klabu ya Bayer Leverkusen imekataa ofa hiyo. Klabu ya Bayer Leverkusen inataka paundi milioni 126 na ndio utakuwa usajili wa rekodi wa mwaka. Je, Liverpool wako tayari kutoa hiyo pesa kwenda kumnasa kiungo huyo, kiungo hili la Kijerumani? Hapo ndo sijajua, pengine mambo yatakuwa mazuri zaidi. Lakini baada ya kupatwa na majonzi hapa kadhaa, kipindi ambapo tunakwenda kumaliza msimu wa 2024-2025, tukumbuke kiungo wakati kutoka Real Madrid Luka Modric mwenye umri wa miaka 39 rasmi ametangaza weekend hiyo ndio itakuwa siku yake ya mwisho kuvaa uzi kama mchezaji wa Real Madrid. Utakuwa ni mchezo wa mwisho Bernabeu dhidi ya Real Sociedad. Siku ya Jumamosi ndio siku rasmi ya kuaga mashabiki wa Real Madrid. Licha ya kitu hicho kukitanabaisha, Luka Modric ameamua kuweka wazi na kusema ya kwamba ataondoka Real Madrid baada ya kumaliza michuano ya FIFA Club World Cup. Michuano hiyo ambayo tunatarajia ianze siku ya Jumapili sawa na tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na hayo ndio mambo ambayo yameendelea kusheheni katika viunga vyetu vya michezo, katika dunia yetu ya michezo. Mambo ni hayo ambayo yameendelea kusheheni. Nikujuze pia taarifa ambayo inahusu klabu ya Man United. Mpaka hivi sasa wamekamilisha kumnasa kiungo mshambuliaji ama winga wa pembeni kutoka klabu ya Wolverhampton Wanderers. Hapa namzungumzia Matheus Cunha, kiungo ya boli kwelikweli hiyo. Licha Man United kukamilisha saini ya mchezaji huyo, klabu ya Man United bado ipo katika mazungumzo na klabu ya Brentford juu ya kumpata mshambuliaji wa pembeni wa Brentford. Hapa namzungumzia Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo yuko tayari kujiunga na Man United licha ofa mezani kuja timu ya Arsenal, timu ya Tottenham Hotspur, lakini Bryan Mbeumo ameitaka Man United. Ikumbukwe pia klabu ya Man United haina UEFA competition, haina Euro competition, haina michuano yoyote ya Ulaya zaidi ya michuano ya ndani. Ndio klabu ya Man United msimu ujao itashiriki. Lakini Bryan Mbeumo yuko tayari kujiunga na klabu ya Man United na anaitaka Man United. Licha hivyo, klabu ya Man United tayari ilishawasilisha ofa ya paundi milioni 45 kwenye klabu ya Brentford. Klabu ya Brentford wamesema hiyo ni ndogo, angalau mje na kuanzia 60 kwenda mbele. Hiyo pesa mkija nayo hatuwezi kuwauzia kijana wetu huyu Bryan Mbeumo. Hatujajua kwa Man United mambo yatakavyokuwa, wataghairi ama itakuwaje, ama watakuja na mpunga wa juu zaidi ili kumnasa Bryan Mbeumo. Pia klabu ya Man United imeanza kuwinda saini ya mshambuliaji wakati kutoka klabu ya Sporting Lisbon. Hapa namzungumzia teka hatari kweli, si mwingine Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres yuko tayari kujiunga na klabu ya Man United, lakini tu sio klabu ya Man United ambayo inawinda saini ya mshambuliaji huyu. Kuna Arsenal anawinda saini ya mshambuliaji huyu. Nikukumbushe pia kuna Liverpool ambaye tayari Darwin Nunez ameshaweka hatima yake ya kuondoka klabuni hapo msimu huu. Lakini pia kuna klabu ya Tottenham Hotspur wanawinda saini ya Viktor Gyökeres. Lakini sio tu Tottenham Hotspur, pia kuna klabu ya Chelsea wanawinda saini hiyo ya Viktor Gyökeres. Je, hatima ya Viktor Gyökeres itakuwaje? Hii nayo ni saini ambayo inasumbua sana vichwa huko sokoni. Hayo na mengine mengi tutaendelea kujuzana hapa ndani ya Concord Media, sehemu pekee pa kuendelea kusheheni habari pekee za michezo, habari ambazo zote zimeendelea kusheheni ulimwenguni. Langu jina nikupigisha jaramba kuanzia mwanzo mpaka hapa tamati tulipofikia. Wananiita Concord News, ndio langu jina, usibadili, kaa hapo hapo.